Mheshimiwa Rais, karibu sana uweze kuzungumza na wananchi. Asante sana. Yeah. Josuba untie. Josuba umor. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione watu wa Suba. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii niwashukuru nyinyi nyote. Nishukuru ndugu yangu Mheshimiwa Karoli Omondi kwa kutualika tuje hapa. Nishukuru gavana wenu kwa kukubali tushirikiane na viongozi wale wengine wote ili tufike hapa Homa Bay. Ni mara yangu ya 3 kuja Homa Bay. Na mimi nafurahi sana ya kwamba nimefika hapa leo, kwa sababu mnajua tulikubaliana ya kwamba tukimalizana na uchaguzi sisi viongozi wote tunashirikiana ndio tutekeleze maendeleo, tubadilishe taifa letu la Kenya na tubadilishe Homa Bay. Na ndio sababu hiyo mimi nimefika hapa leo kwa mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Ya kwanza nimekwenda kule Mfangano kwa sababu tunataka tuwajengee barabara na vile vile tuweke landing site ya mambo ya samaki katika sehemu ile. Jana nilikuja hapa Kisumu na tumeanzisha hatchery pale mahali inaitwa Kobonyo. Pale Kabonyo tunaanzisha hatchery kama ile nimeona hapa, kwa sababu nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba katika mpango wa kupunguza gharama ya maisha na kupunguza gharama ya chakula ni kusaidia wananchi wetu waweze kuzalisha chakula shambani na vile vile waweze kuzalisha chakula kutoka maji yetu ya hapa Ziwa Victoria na kule Indian Ocean. Mimi nimefurahi kuona mambo ambayo yanaendelea hapa katika Victory Farm, kwa sababu what I have seen in Victory Farm is a confirmation that indeed the Republic of Kenya can feed itself. And what Victory Farm is doing is in tandem with what we are planning as government. Yesterday, as I said, we started the process of building Kabonyo fisheries and a place where we are going to have training and many other facilities that will support fishing industry in Lake Victoria. We are going to engage in the process of restocking Lake Victoria. I am confident that in the next 9 months, we are going to be supporting Victory Farms. As they restock Lake Victoria, the government of Kenya is going to be pumping at least 7 million new fingerlings every month into Lake Victoria to support fishermen and all those who are engaged in the business and in the trade of fishing. Munanielewa jameni? Ndio mimi nataka niwaambie, hiyo mpango tumeanzisha jana ni mpango ya kusaidia wavuvi katika counties zetu 4 hapa Nyanza, na pia ni mpango ambayo itatusaidia kuongeza samaki katika ziwa letu la Victoria. Ndio wavuvi wetu wakienda kutafuta samaki wakute kuna samaki, kwa sababu ile overfishing ambayo imeendelea pale nyuma na hatuja kuwa na mpango ya kurudisha fingerlings katika ziwa letu la Victoria. Now we are going to have a clear program on how we are going to restock our waters, both rivers and this lake, so that we can improve on our catch of fish and improve on delivery of food to the people of Kenya. Mimi nataka pia niwaeleze ya kwamba mbali na hiyo restocking ambayo tunafanya hapa, na mbali na ile kazi nzuri inafanywa na watu wa Victory Farms hapa, pia hapa Lake Victoria tutajenga fish landing sites ingine 9. Tumeweka pesa ya serikali milioni 900 ya kufanya hiyo kazi.
kule Siaya, mahali inaitwa Rwanda Kotieno, tumejenga fish landing site. Tunajenga ingine mahali inaitwa Wichlum. Tunajenga ingine hapa Kisumu mahali inaitwa Asat. Tunajenga ingine hapa Kisumu mahali inaitwa Ogal. Hapa kwenu tunajenga hii mahali nimesema kule Wakula katika Mfangano. Na vile vile tutajenga ingine hapa mahali inaitwa Nyandiwa. Tutaweka pale fish landing site. Mahali kutakuwa na cold room, mahali kutakuwa na ice facility, mahali kutakuwa na common user facility ya processing, ndio tuhakikishe ya kwamba wavuvi wetu wako na vifaa ya kuhakikisha ya kwamba samaki ambazo tunapata katika ziwa hii haiharibiki, na tunapanga vile itafika sokoni ikiwa fresh, na tuweze kuongeza mapato ya wavuvi na tuwe na chakula kama Wakenya. Mimi nawauliza watu wa Homa Bay ya kwamba mtusaidie, tushirikiane, tuzalishe chakula katika taifa letu, tuondoe aibu ya njaa. Ni kweli ama si kweli? Hakuna haja ya sisi kuwa watu walalamikaji kila wakati. Sisi wenyewe tunaweza kutatua tatizo la njaa katika taifa letu la Kenya kwa kusaidia wavuvi, kwa kusaidia wakulima, na nimeuliza gavana wenu, mimi nitahakikisha kwamba kuna mbolea ya wakulima ya kutosha wa Homa Bay. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mambo ya kuagiza samaki kutoka nje, hiyo mambo ya samaki kutoka China tutakomesha. Samaki itatoka kwa ziwa Victoria hapa na itatoka katika mito yetu, kwa sababu tuko na uwezo, tuko na vijana na tuko na mpango ya kuhakikisha kwamba chakula inapatikana ya kutosha. Tunaelewana jameni? Vile vile hapa Homa Bay, nataka munisikize vizuri. Tumekubaliana ya kwamba saa hizi kila mwaka tunatumia pesa ya Kenya bilioni 120 kuagiza mafuta ya kupikia. Lakini tumesema going forward, tunataka Homa Bay, Migori, Kisumu, Busia, Siaya, tutapangana na nyinyi ndio muzalishe mambo ya palm oil, muzalishe sunflower, muzalishe soya, kwa sababu inatoshana na mchanga na hali ya hewa ya sehemu hii. Ndio tuwache kuagiza mafuta ya kupikia izalishwe hapa nyumbani. Nyinyi mko tayari kwa hiyo biashara? Mko tayari? Watu ya Homa Bay mtafanya bidii? Na ndio sababu munaniona nimesimama hapa, kwa sababu tunataka tushirikiane. Mambo ya siasa tulimaliza mwaka uliopita. Saa hizi ni kupanga mambo ya maendeleo. Tunaelewana jameni? And I want to congratulate Victory Farms. You guys, what you're doing in this county is phenomenal. And I want to congratulate you for what you're doing. You have the support of the government of Kenya as you do this great job. Nimeuliza hawa wangwana, walituuliza ya kwamba tuwapatie leseni ingine mpya. Ndio leo hiyo leseni nimelete mwenyewe niwapatie, ndio waongeze kuagiza katika sehemu hii, kuegeza katika sehemu hii. My commitment to Victory Farms and to all other investors, all of them, is that we are going to support investors in this area. We are going to work with you to improve investment and to improve infrastructure that is going to support fishing in this area, to make sure that we support the local community, we support local farmers, and we make sure that we benefit from your investment and partnership with the communities in Homa Bay and all the market infrastructure you have built across the country. Vile vile, leo mimi naenda kuanzisha ile barabara ya kutoka Sori kuja Magunga kwenda Sindo mpaka Mbita ili tuwasaidie hawa wangwana. Muwe na barabara, munaweza kupeleka chakula yenu sokoni, munaweza kupeleka samaki sokoni, munaweza kufanya biashara, munaweza kuzalisha uchumi, ndio tuondoe umaskini na tujenge taifa letu la Kenya, tukianza na hapa Homa Bay. Muko tayari? Watu wa Homa Bay muko tayari tushirikiane?
Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nataka niwaeleze mambo yote tumekubaliana kama watu wa Kenya. Juzi nilikuwa na gavana wenu kule Nairobi tukianzisha mpango ya Nyamrerwa. Ninyi mnajua Nyamrerwa? Unajua hiyo maneno? Sasa tumesema community health promoters katika kila sehemu ya Kenya. Muko na watu 3,000 hapa Homa Bay ambao watawasaidia. Ndio tuhakikisha kwamba magonjwa tunazuia kule vijijini kabla wananchi hawajapoteza mali yao kulipia gharama ya hospitali kwa bei ya juu. So we are going to work together and we are going to make sure that we go in this route as the people of Kenya together. Hiyo barabara mimi nataka niwaulize sasa nyinyi watu wa Homa Bay. Nataka mnisikize vizuri. Sawa sawa? Mimi nakuja hapa kutengeneza barabara ya lami. Lakini niko na maswali kwenu. Kwa sababu mara ingine mnaenda mnachoma barabara. Sasa mimi nataka kuuliza nyinyi. Hii barabara mnataka tuchome ama tujenge? Mimi nataka nipate insurance kutoka kwenu. Barabara nikijenga, nyinyi mtachoma? Bwana, lazima mniambie bwana. Mimi sina pesa ya kuweka kwa barabara ya kuchomwa. Tumekubaliana? Barabara itachomeka tena? Mnasema barabara haitachomwa tena? Hebu nione wale wanasema barabara haita. Si ndio? Haya, tumekubaliana. So na tuelewane tena. Mimi sitaki munisumbue. Si ndio? Hapa vile vile pale Mvangano nimeanza kuanzisha barabara. Na nikasema ndani ya miaka 3 hivi nitakuwa nimeweka lami pia hiyo barabara. Si ndio? Na nimezunguka duniani kote, nimepata watu waegezaji. Nimepata watu ambao wanataka kuweka vifaa ya utalii hapa kwenu. Sawa? Lakini wameniuliza jambo moja, ya kwamba tunasikia huko kwenu. Unajua nikiwa huko Ulaya, wananiambia tunasikia huko kwenu ni mahali ya vita. Na ni mali ya watu inaharibiwa. Mahali ya kufanya maandamano sijui kila Jumatatu sijui lini. Mimi nauliza nyinyi, hii mambo ya maandamano ya kuharibu mali ya watu na kuharibu mambo ingine itaendelea hapa Homa Bay? Itaendelea hapa Homa Bay? Kwa sababu mimi nataka wakati mimi natafuta waegezaji, sisi tunaweka amani katika taifa letu la Kenya, ndio waegezaji wakuje hapa so that we can grow our country. No investment is going to come to Kenya if we are violent people. If we are people engaged in destruction of property and destruction of business. We want to encourage people to come and invest in our country, but we must also, as the people of Kenya, make sure that we are a peaceful nation and we are a people that appreciates property, appreciates business, so that we don't destroy people's property and business. Otherwise, we are going to lose investment. Na mimi sitaki tena nisikie watu wamekosa kuegeza mali yao Homa Bay kwa sababu iko fujo. Kwani mnapata faida gani kwa hii fujo? Iko faida inapatikana kwa mambo ya maandamano? Hapana, mimi maneno hiyo nimekataa. Ama niaje watu wa Homa Bay? Hapana. Sasa hata nyinyi mnataka kuniweka hasara. Ati sasa mimi nazunguka Kenya mzima, nazunguka duniani huko kwote, nawaambia Kenya is a good place, tuko na renewable energy, tuko na nini, mnaweza kuleta mali yenu. Alafu hapa waegezaji wanakuja, wanakuta iko maandamano. Mali yao imeharibika, biashara yao imeharibika, lami imechomwa, mali imeharibika. Sio ni mambo ya upuzi sana? So we must stop that nonsense. And we must build a country where we have a peaceful nation. Watu wa Homa Bay tunaendelea pamoja jameni? Lakini mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutaungana na tutashirikiana. Tumekubaliana sisi wote ambao tuko viongozi. Wale wa ODM, wale wa Azimio, wale wa UDA, wale wa Kenya Kwanza, sisi wote ni viongozi wa Kenya, tutashirikiana ndio tuweze kupeleka mambo ya taifa letu mbele kwa maendeleo na miradi na mipango ya maendeleo. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Bas.
Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana na nitarudi hapa tena. Mtanikaribisha? Na mimi nitakuwa hapa mpaka mtanizoea. Mimi nitakuwa hapa. Sasa muanze kujipanga kunizoea. Kwa sababu hata mimi najipanga kuwazoea. Ama namna gani? Tumekubaliana? Bas erokamano, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mungu awabariki sana. Thank you very much. Thank you.